Kimya kilitandaa. Kila mtu akatazama chini. Maneno yale, umechelewa sana, yalikuwa bado yanazunguka kichwani mwa Baraka. Moyo wake ukadunda kwa nguvu. Akainua macho taratibu. Umechelewa? Kwa nini? Mzee mmoja akavuta pumzi, akamtazama moja kwa moja na kuzungumza. Kisima hicho kilifungwa zamani, lakini si kwa mawe, bali kilifungwa kwa damu. Mzee anaendelea kuelezea. Miaka mingi iliyopita, wakati sisi ni vijana wadogo, watu walianza kupotea. Mmoja baada ya mwingine, usiku, bila kelele, bila alama. Kijiji kikaanza kuingiwa na hofu. Lakini wazee walikaa kimya, kwa sababu walijua kilichokuwa kinaendelea. Kulikuwa na mtu mmoja, mtu wa siri, aliyeamini kuwa kisima hicho kina nguvu. Na ili nguvu hiyo iendelee, kilihitaji roho. Sauti ya Baraka, mshangao akisema, hapana, haiwezekani. Lakini hakuna aliyecheka, hakuna aliyekana. Mmoja mmoja, mzee akaendelea kusimulia. Watu walipelekwa na kutupwa ndani ya kisima. Baraka akahisi baridi kupita mwilini. Akakumbuka ile sauti, niliuliwa. Akainua macho tena na akauliza, yule aliyefanya hivyo yuko wapi sasa? Wazee wakatazamana, kisha mmoja akasema polepole, hajawahi kuondoka. Roho yake bado ipo, inalinda kisima, na sasa imekuona wewe. Baraka anashtuka na kuuliza, mimi? Kwa nini mimi? Mzee akasogea karibu, akamtazama kwa makini, kisha akasema, kwa sababu wewe ndiye damu yake. Baraka akabaki kimya. Ulimwengu wake ukasimama, lakini ndani yake kuna kitu kilianza kuamka. Ghafla upepo ukavuma, maji ya kisimani yakatikishika. Sauti toka kisimani ikasikika ikisema, rudi, maliza kilichoanza. Baraka akageuka, akakitazama kisima. Sasa hakuwa anakikimbia tena, bali alikuwa anakikaribia.